naomba unisikilize, kama utaenda kunifunga au usinifunge ni sawa. Mimi nimejitolea. Jambo la kwanza, sisi ni kabila ya Ruto. Na risasi inapikwa na kabila ya Ruto na unakula mshahara ya Ruto. Itakuwa maneno mbili. Uende au tuanze kuua polisi. Kwa taarifa kwangu, usichukue ya mtu mwingine. Naomba unisikilize kwa makini. Nielewe kwa makini. Wewe unasimamiwa polisi Kenya mzima. Alafu polisi ameua watu. Nimekuhesabia ya kwanza huko nani ya pili. Alafu jana 6 imekuwa. Ni polisi ina uniform kama ya kwako. Ana G3, ana AK, anapiga mtu risasi, ameungana na TC. Sasa hii kabila, kwa sababu Ruto ni kabila ndio umetoa askari ya kuja tuue. Chakua hiyo upaki polisi sika hiyo ambaye ameua watu. Ukitaka kuishi amani, chukua hii watu uchukue. Alafu la pili, narudi sikia angalo. Mnakuja hapa mnasema nyinyi ni serikali. Kama sio sisi, nyinyi mnakuwa serikali ya nani? Ujiulize kwa hapo, kwa hiyo kiti yako. Kama sio sisi, utakuwa serikali ya nani? Ambia Murkomen ndio maneno alitamka jana, ambia mimi nimesema arekebisha alafu akanyaga hapa. Kuja kusanyana hapa kina suti hapa na nunua kina Uhuru hapa. Hawa ndio wako na maneno. Wanapitia wapi mpaka afika hapa? Na title linatengenezwaje kama nyinyi ni serikali mara mbili? Kweli. Inatengenezwa ya kwanza alafu unaanganisha ingine ya pili. Sasa ni sisi au ni nyinyi? So tumekuja hapo kama IPOA kuhakikisha wananchi pia kwamba IPOA inachunguza hiyo mambo ya jana. Na already tuko na teams mbili. Kuna team ya rapid response kutoka Nairobi, kuna team nyingine yetu kutoka Nakuru kuja kusaidiana na wa Nairobi kuchunguza hayo mambo. Hiyo teams iko na watu wa ballistics, kuna watu wa forensic science, kuna watu wa economic investigator. So tuko hapa kusaidiana kwa hiyo mambo. Pia kusema pole kwa familia wale walipoteza wapendwa wao, na pia kwa wale polisi walioumizwa kwa hiyo mambo. Kitu tunafanya, tunaomba kama IPOA kwamba tupewe nafasi ya kuchunguza hiyo mambo, na wananchi pia watulie, wapatie investigators nafasi ya kufanya uchunguzi. And then mambo mingi ilikuja ikafanyika hapo katikati. Nikakutanisha wazee, nikakaa na wazee. We tried to find a solution between the Moyoi and the Angata. And we almost came to an agreement. Then all of a sudden, tukaambiwa consent imetolewa, watu waende wakubaliane hapa chini. Na wakati watu wanangojea kukubaliana mpaka inapitia wapi, then some people wanakuja wanapitisha mpaka hapa. Then we also appealed the consent yenye ilikuwa imetolewa. Na kotini mwenye aisa kunasimamia wakatoa court order ya status quo kwamba hiyo shamba ikae venye iko. So if you can defy a court order and then come and kill, you know, defying a court order would have been a little bit soft, but killing 6 innocent lives and there is a court order barring you from doing anything on this land, that is the biggest crime ever. Na mimi nilikuwa nimesema, I don't know kama watu watakubali. Nilikuwa nimesema, we IG, sijui hatukuandaa kukuona, lakini tumekuona. Tumekuona. Tumekuona tu. Hatujui who you are serving. County Commissioner jana alikuwa hapa. County Commander alikuwa hapa. Wakaulizwa na hawa raia, nani aliwaambia nyinyi mtume askari kupiga sisi? County Commissioner was not aware of any operation here. County Commander was not aware of any operation here. How do you order an operation of that magnitude without even informing the County Commander
And I don't even understand whether you know it. Sababu nimesema tutakubali uongee hata wewe utuambie if you are also aware of this operation. Hata wajakuwa hatukuwa ndio uongee. Hii style ya kupiga watu kichwa ilitoka wapi IG? Hii ya kupiga kabisa risasi yenye by the time una pull the trigger you know somebody's life is about to end.